Alianza kupuuza tatizo, alifikiri ni uchovu wa kazi. Lakini leo jina lake limegeuka la dhihaka kwenye vijiwe vya ofisini kwake. Kutoka Richmond tajiri, sasa Richmond bao moja. Usiache kutazama. Aibu hii inaweza kuwa ni aibu ya mwanaume yeyote. Wanamuita Richmond Kalambo, mwanaume mwenye kila kitu, fedha, jina kubwa, mali nyingi. Lakini kuna sehemu moja tu nilifeli kama mwanaume. Lisa mke wangu, mrembo, mwenye mvuto kimahaba, kila mwanaume angemtamani. Lakini kila siku namuangusha. Bao moja la sekunde chache, halafu usingizi fofofo. Sijawahi kuaibika kwenye mikataba ya biashara, lakini kitandani naaibika mbele ya mke wangu. Mara ya kwanza ilinitokea, nilidhani ni uchovu wa kazi. Mara ya pili nikajitetea labda ni msongo wa mawazo. Lakini ilipoanza kujirudia mara kwa mara, ndipo nilipogundua hili lilikuwa ni tatizo. Lisa alianza kunitania kwa sauti ya utani, Richmond bao moja. Nikacheka mbele yake, lakini moyoni nilikuwa najikata. Mke wangu mwenyewe aliyewahi kuniangalia kama shujaa, sasa ananiona kama kituko kitandani. Nilichoka kuumizwa, nikasema ngoja nijaribu kwingine, labda shida sio mimi. Nilianza kumtazama mmoja wa wafanyakazi wangu, mdogo, mrembo, mwenye ushawishi. Siku moja tamaa ikanishinda akilini, nikampeleka hotelini. Nikajipa moyo kwamba leo nitathibitisha mimi ni mwanaume. Lakini kabla hatujamaliza maandalizi, hisia zilikata. Katikati ya tendo nikaishiwa nguvu. Kwa kujilazimisha sana, nikamwaga bao moja, tena la haraka mno. Aliniangalia usoni, si kwa mapenzi tena, bali kwa mshangao mkubwa. Akasema, kwa hiyo ndio basi tena tumemaliza? Nikajitahidi kumwahidi pesa, zawadi nzuri, ahadi nyingi, lakini hakushtuka. Hakutaka hela, alitaka kitu ambacho nilikosa kumpa, si kingine ila penzi. Tangu siku hiyo alianza kubadilika, dharau zikaanza. Akasimulia kilichotokea kwa rafiki zake, sauti zao za chini chini za kificho nikaanza kusikia ofisini. Bosi ana fedha lakini hana nguvu. Taratibu, kwa uhakika, aibu kubwa ilinizimisha. Richmond Kalambo sasa nilikuwa hadithi ya kuchekesha kwenye vijiwe vya wasaidizi wangu. Na kwa mara ya kwanza niliandika, nina kila kitu, lakini siwezi kumtosheleza mwanamke. Na muda si mrefu nilianza kuhisi Lisa mke wangu hayupo kama mwanzo. Meseji za siri, tabasamu la haraka, na nilihisi mwanzo wa mwisho wangu. Nilichoka, nilivunjika kila kipande cha utu wangu. Na alichonijibu kiliniacha na swali moja akilini mwangu. Je, mwanaume wa bao moja ni mwanaume? Wengi waliniona kama shujaa, lakini ndani yangu nilikuwa nimevunjika. Kwa mara ya kwanza niliogopa, sikutaka kukiri. Lakini sasa sina pa kujificha. Mwanaume wa bao moja sehemu ya pili itafungua ukweli ambao wanaume wengi huuficha. Bonyeza subscribe sasa hivi uwe wa kwanza kuona sehemu ya pili, share na kucomment ulichojifunza kwa Richmond.